Bwana Yesu asifiwe sana. Saidie kumsalimia jirani yako wakati huu tunapoingia kwenye kujifunza neno la Bwana. Wakati unachukua Biblia yako na daftari lako la kumbukumbu, leo tutakuwa tunatazama somo lenye kichwa kinachosema kibali kinachoruhusu nafsi zetu, kibali kinachoruhusu nafsi zetu kuingizwa kwenye ushirika wa Yesu na Mungu. Kibali kinachoruhusu nafsi zetu kuingizwa kwenye ushirika wa Yesu na Mungu. Kibali. Kibali kinachoruhusu nafsi zetu kuingizwa kwenye ushirika wa Yesu na Mungu. Kibali kinachoruhusu nafsi zetu kuingizwa kwenye ushirika wa Yesu na Mungu. Tutatazama hicho kibali ambacho kinatupa nafasi au kinaturuhusu. Kwa lugha nyingine kinatuhalalisha. Kwa lugha nyingine kinatupa sifa. Kinatupa sifa ya sisi kuingia kwenye ushirika uliopo kati ya Yesu Kristo kama mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo yote yale ambayo Yesu anaweza kuyafanya kama mwanadamu na akawashangaza wanadamu ni kwa sababu yuko ndani ya ushirika. Ushirika unampa mawanda mapana ya kufanya vitu ambavyo watu wengine wasingeweza kuvifanya. Ushirika unatoa nafasi ya kupokea heshima ambayo wengine wawezekana wasingeweza kupata. Kwa hiyo tutaangalia kibali ambacho kinaturuhusu sisi kuweza kuingia kwenye ushirika wa Yesu Kristo na Mungu Baba, kwa sababu tunatamani huo ushirika. Kuna vitu ambavyo tunavihitaji kwenye maisha yetu kutoka mbinguni, hatuwezi kuvipokea mpaka tuwe na kibali. Tuwe na kibali. Sasa ukiona kuna vitu huna, ni kwa sababu umekosa sifa ya kuwa usionavyo. Na sifa ni kibali. Sio kila kitu ambacho ukiwa Mkristo unaweza kuwa umekipata. Vitu vingine vinahitaji kibali. Unaweza ukajiita ni Mkristo sawa, lakini huo Ukristo wenyewe kuwa uhalisia unatokana na kibali. Si kitu hivi tunaweza kukipata. Na kama ingekuwa ni kitu unaweza kukipata kiwepesi namna hiyo, maana yake kila mtu chini ya jua angekuwa nacho. Unajua hata kwenye biashara, si wafanya biashara wote ambao wana vibali vya kufanya biashara. Lakini wanafanya biashara. Lakini utagundua wanafanya biashara kwa hofu. Wanafanya biashara kwa wasiwasi. Na vile vile kuna Wakristo ambao ni Wakristo lakini wana vibali. Kuna vitu ambavyo lazima uwe na kibali ili vifanyike. Haviwezi kufanyika kama kuna kibali. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho tunapotaka kuingia kwenye ushirika uliopo kati ya Yesu Kristo na Mungu, ambao tunauona Yesu aliyofanya akashangaza ulimwengu kwa matendo aliyofanya, ni kwa sababu alikuwa na kibali cha ushirika ambacho kimempa nafasi ya kufanya hayo aliyoyafanya. Sasa tunapotaka kuingia kwenye huo ushirika lazima tuwe na kibali.
Kabla sijaingia kwenye maandiko kidogo na kukupa notes za kuandika, nitakupa kisa kimoja ambacho nadhani unakikumbuka kwenye Biblia. Biblia inasema ya kwamba siku moja Mtume Paulo akawa ameenda, nafikiri ilikuwa ni Efeso, na kule akakutana na mtu mwenye pepo na akamkemea ile pepo akaondoka, yule mtu akawa huru. Wakati anafanya tukio hili, kulikuwa na watoto wawili wa kuhani wanaitwa wana wa Skewa. Walitazama tukio hilo, kwa walipokwenda pembeni kidogo wakakuta pia kuna mtu mwenye pepo, nao wakaanza kufanya shughuli ile ambayo Mtume Paulo alifanya. Wakaanza kuamuru na kukemea ile pepo, tunakuamuru kwa jina la Yesu. Hawakutumia jina lingine, walitumia jina la Yesu. Kwa jina la Yesu na kuamuru mtoke huyu mtu. Yale mapepo yakawajibu, ninyi ni nani? Maana walisema tunakuamuru kwa jina la Yesu, yule ambaye anahubiriwa na Mtume Paulo. Akasema ninyi ni nani? Paulo tunamfahamu, Yesu tunamjua, ninyi ni nani? Kwa lugha nyepesi walikuwa wanauliza, mnawezaje kutuamuru kama hamna vibali? Sasa katika ulimwengu wa kiroho utaratibu ni ule ule. Kama kuna kanuni na taratibu katika ulimwengu wa kimwili, uwe na uhakika vile vile katika ulimwengu wa kiroho kuna kanuni na taratibu. Na wengi wakishaokoka huwa wanachanganikiwa kutokuelewa ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho pia kuna kanuni. Uwezo ukaenda hivi hivi tu, kuna kanuni ili mambo yaende yaonekane nafanya kazi. Kuna kanuni za kuzingatia, kuna kanuni za kuzingatia. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina kubwa kwa Bwana. Sasa naomba andika hivi, ili nafsi zetu ziweze kuingizwa kwenye ushirika, ili nafsi zetu ziweze kuingizwa kwenye ushirika wa kuwa mmoja, ushirika wa kuwa mmoja na Yesu na Mungu Baba, na Yesu na Mungu Baba, sawa na Yohana mlango wa 17 mstari wa 21, sawa na kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 17 mstari wa 21. Ni lazima ziwe na kibali cha Mungu kinachotoka kwake. Lazima ziwe na kibali cha Mungu kinachotoka kwake, ili nafsi zetu ziweze kuingizwa kwenye ushirika wa kuwa mmoja na Yesu na Mungu Baba, sawa na Yohana 17:21. Ni lazima ziwe na kibali cha Mungu kinachotoka kwake. Kwa hiyo nafsi yangu na nafsi yako, ili iweze kuingizwa kwenye ushirika, kinachoingizwa kwenye ushirika ni nafsi. Nafsi yako ikiingizwa kwenye ushirika, nafsi yako itakuwa napokea vile ambavyo viko ndani ya ushirika. Na kwa sababu nafsi yako imevaa mwili wako nao utashiriki, utajikuta unapokea vile ambavyo nafsi imepokea kutoka kwenye ushirika huo. Sasa huo ushirika na uzungumza hapa, hatuwezi kuingia mpaka nafsi zetu zipewe kibali. Nafsi yako ipewe kibali. Hebu nisaidie kumgeukia jirani yako, kumwambie, jirani, unahitaji kibali. Nafsi yako inahitaji kibali. Unajua vitu vya kimbingu hatuvichukui hivi, havipo kiolela tu, no, vipo kwa mujibu wa utaratibu wa kimbingu. Na ndio maana hata Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Wewe usidhani ukamforce utaenda tu pale, no, ni Mungu wa utaratibu. Kwa hiyo kuna mifumo ambayo unahitaji kuielewa na ni mifumo unahitaji kuifuata. Geukia ndugu yako, mwambie tena, jirani, ukiokoka fuata utaratibu wa kimbingu.
Fuata mifumo. Wengi hawana mifumo. Kwa hiyo ili tuweze kuingizwa humo ndani, sawa sawa na andiko hili tuliolisoma, na natamani nikusomee Yohana Mtakatifu mlango wa 17 mstari wa 21. Anasema wote wawe na umoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Hapo kwa lugha ya Kiingereza anasema wawe mmoja kama sisi. Sasa kuwa mmoja pamoja na Mungu si kitu chepesi, inahitaji kibali. Inahitaji kibali. Unaweza ukakiri kuanzia asubuhi mpaka jioni ukaishia kukiri tu. Na swala la wewe kuwa mmoja na Mungu ni kibali. Mpaka mbingu imekubali, mpaka mbingu imekupa nafasi kwamba wewe una uhalali. Si kitu chepesi tu. Si kitu chepesi tu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina kubwa kwa Bwana. Sema tena amina kubwa kwa Bwana. Sasa kibali ni nini? Kwa haraka tu. Kibali ni nini? Kibali ni nini? Kibali ni nini? Kibali ni damu ya Yesu ya nguvu za kuruhusu jambo lifanyike. Kibali ni damu ya Yesu yenye nguvu za kuruhusu jambo lifanyike. Kibali ni damu ya Yesu. Hiyo damu ina nguvu ya kuruhusu jambo lifanyike. Lolote lile ambalo unataka lifanyike, damu ya Yesu ina nguvu ya kuruhusu. Kwa hiyo kama nahitaji ushirika wa kuwa mmoja na Yesu na Mungu Baba, maana yake lazima damu nikabidhiwe mimi, ambayo itakuwa ni kibali changu cha kuniruhusu mimi kuingia kwenye ushirika. Hakuna damu, maana yake huna kibali. Kibali ni damu ya Yesu ambayo inaruhusu nafsi yako ikubalike kwenye ushirika. Nafsi yako ikubalike kwenye ushirika. Kwa hiyo nafsi haiwezi kukubalika bila kibali ambacho ni damu ya Yesu. Na wengi huwa wanaitazama damu ya Yesu kwa namna ya kawaida tu. Na mimi nataka nikueleze, si kwamba damu ya Yesu imeachiwa bure. No, ina utaratibu. Na ndio maana si kila mtu anaita damu ya Yesu inafanya kazi kwake, kwa sababu lazima uheshimu utaratibu. Ni mfumo, si imemwagwa tu kiolela hapo, haina kazi ya kufanya. No, jamani, damu ya Yesu ni uhai wa mtu. Na mtu ana heshima. Nakumbuka Yesu alikuwa na dhambi, heshima yake ni kubwa kuliko mtu mwingine yote. Mungu wetu asifiwe. Kwa hiyo damu ya Yesu ndani yake imepewa nguvu au mamlaka ya kuruhusu jambo lifanyike. Kwa hiyo ikiwepo damu ya Yesu ndani yake, kuna nguvu ya kuachia jambo lifanyike. Kuna mambo ambayo ungetamani yafanyike, lakini unajua inahitaji nguvu ili yafanyike. Na damu ya Yesu ndani yake imebeba nguvu ya kuweza kuruhusu jambo lifanyike. Sema amina tena kwa Bwana. Ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 19 mpaka wa 21. Petro 1 sura ya kwanza. Petro wa kwanza 1:19 mpaka 21. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza kabisa mstari wa 19 mpaka wa 21.
Biblia inasema maneno haya, waraka wa kwanza wa Petro, mlango wa kwanza kabisa, utaona katika ule mstari wa 19, Biblia inasema hivi, 19 mpaka 21. Anasema bali kwa damu ya thamani. Mwambie ndio kuna damu afu na damu ya thamani. Ndio kwa kwanza nawaambia kuna damu afu na damu ya thamani. Kuna damu ambazo zipo hazina thamani, alafu kuna damu ambayo ina thamani. Anasema bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo, naye amejulikana kweli tangu zamani. Waambie ndugu yako, damu ya Yesu ilikuwepo tangu zamani, sio kitu kipya. Na mimi napenda ile neno tangu zamani. Ndio kia nikamwambia tangu zamani. Piga kelele tena, sema tangu zamani. Sema tena tangu zamani. Napenda hiyo kipengele, sio kama unanielewa. Yaani unajua kuna watu kuna wazee huwa wanashikilia maisha ya watu, wanasema sisi ni wazee wa boma. Wanaona wao ni wakongwe, tunayo damu iliyo kongwe kuliko wao. Ilikuwepo tangu zamani. Maana yake hata kama kuna mtu ambaye alifika mahali akakutambikia, babu wa babu alikuingiza kwenye mizimu ili uwe mtumwa kwa miaka mingi sana, damu ya Yesu ilikuwepo kabla yake yeye. Na ndio maana Mtume Petro hapa anasema wazi, naye amejulikana kweli tangu zamani. Si kwamba alikuwepo alafu alikuwa hajulikani, alikuwepo akawa anajulikana. Alafu anasema kabla haijawekwa misingi ya dunia, damu ya Yesu ilikuwepo hata kabla dunia haijaumbwa. Damu ya Yesu ilikuwepo kabla ya Adamu, kabla misingi ya dunia haijaumbwa. Alafu anasema lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Amefunuliwa nyakati hizi kwa ajili yetu. Alafu hapa mbele mstari wa 21 anasema ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Sasa hapa kuna kitu kikubwa sana, sio umeona? Geukia ndugu yako, mwambie jirani, kumwamini Mungu mpaka umepata kibali. Si wa kila mtu anaweza kumwamini Mungu. Na ndio maana watu wanaweza kusema na watu juu ya habari ya Mungu wasikuelewe, kwa sababu kumwamini Mungu kunahitaji kibali. Na anasema kwa ambayo kwa yeye mmepata kumwamini. Kwa hiyo damu ya Yesu inatupa nafasi ya sisi kumwamini Mungu. Unajua unaweza kuonyeshwa jambo na usione, lakini damu ya Yesu inakupa nafasi ya kuona jambo halisia. Na unapoamini, si tu umeamini, usifikiri ni uwezo wako. No, kuna wakati Mungu aliruhusu damu ikupe kibali cha kumwamini yeye. Ni wengi wanasikia Injili lakini wafanye maamuzi ya kumwamini, kwa sababu lazima kibali kiwepo. Mungu anaitumia damu ya Yesu kuhakikisha ya kwamba lolote linalofanyika katika ufalme wa mbingu, ufalme wa Mungu, lazima damu ya Yesu ifungue kibali. Ifungue kibali. Na ndio maana nasema wazi hapa, mmekuwa wenye kumwamini Mungu, ambayo kwa yeye kupitia damu yake tumekuwa watu wa kumwamini Mungu. Kwa hiyo ukijiona una imani usijipige kifua. Iko damu iliyokupa nafasi uwe na imani ya kumwamini Mungu. Haijaja kwa akili yako, haijaja kwa uwezo wako, umepewa neema. Kwa sababu wako wengi sana ulimwenguni ambao hawaoni unachokiona wewe, hawaamini unachokiamini wewe. Na ni wengi, hauna tofauti nao. Wana miguu miwili kama wewe, wana damu kama wewe, wana akili kama. Nini kinachokufanya uamini tofauti nao? Ni kwa sababu damu ya Yesu iliruhusiwa ikukubalishe wewe
umwamini Mungu. Umwamini Mungu. Ndipo utakapoelewa unasema, nimezungumza na ndugu zangu sana juu ya habari ya Yesu, hawanielewi. Nimezungumza sana na mume wangu, hanielewi. Nimezungumza sana na mke wangu, hanielewi. Nataka nikueleze, si swala kumuelewa Mungu, no. Lazima kibali kije, na kisha kuja kwenye nafsi yako inapewa mawanda mapana ya kuona Mungu jinsi vile alivyo na pendo lake jinsi lilivyo. Si kitu chepesi. Si kitu chepesi. Kwa hiyo tunapoitaka kuingia ndani ya ushirika huu ambao tunatamani tuone matendo makuu ya kimungu yakidhihirika kwenye nafsi zetu, kwenye neema. Unajua, nilikwambia kwenye ushirika unakuwa na haki ya kupokea taarifa. Na nini kinaendelea kwenye ushirika huu? Sasa nisikilize. Yesu alisema hakuna mtu ajue siku ya mwisho. Lakini nataka nikwambie, kwenye ushirika kuna nguvu ya kupewa taarifa. Hauwezi ukaja tu pale kwenye kikundi chenu mlicho nacho, alafu nakuta mwenyekiti ameamua ya kwamba hiki kikoba mlicho nacho ameamua kukipeleka CRDB wakati mko mmesema mpeleke NMB. Utauliza, nani alikupa taarifa? Hatujajua hiki kitu hiki. Na kuuliza hatujajua hiki. Kwa nini unauliza? Kwa sababu ni mwanachama, ana haki ya kupewa taarifa kabla ya jambo lote kufanyika. Kwa hiyo Mungu ana haki na sisi kutupa taarifa ikiwa tuna ushirika. Na si kila mtu anaweza akawa informed. Ni yule ambaye tayari ameingia kwenye ushirika na damu ya Yesu imemhalalisha, imempa kibali cha yeye kuwa mwana ushirika wa Yesu Kristo na Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, wakati mwingine huwa tunapiga picha tunaogopa malaika, na wengine malaika ni viumbe vidogo sana. Wala kwenye hizi habari haziwahusu. Wao wanatumikia watu walio ndani ya ushirika. Wako pale kwa ajili ya wale watu ambao wana kibali cha ushirika. Na ukiwa na kibali cha ushirika ni halali yako kuona wahudumu wako. Naomba niulize swali, wangapi shaona malaika? Ni wachache. Na hii wale wako special kwa. Wewe huwezi kuwa umeokoka alafu usiwaone. Lazima ni wahudumu wako, ni haki yako. Na ni haki yako. Biblia inasema wamewekwa wale kwa ajili ya kuwahudumia. Na kama hujaona huduma zao, na haki ya kudai kama ni mwanachama. Una haki ya kudai. Na kazi yao kubwa ni nini? Kazi yao kubwa ni kukusaidia kwa yale ambayo wewe kwenye mipaka yako ambayo huwezi kuvuka, wao wanaweza kuvuka kwa ajili yako kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnakumbuka niwahi kusema hapa, baba mwingine alienda mahali akahubiri injili, kawa na hubiri injili. Sasa alikuwa anatoka kijiji kingine kwenda kijiji kingine, na huko mahali alikuwa anakwenda usafiri ilikuwa ni tabu sana. Kwa hiyo gari ilikuwa inaondoka jioni kwa jioni, na ukipoteza maana yake usubiri siku nyingine. Sasa siku yake ya mwisho na ameshajiandaa, na injili imekolea huku moyoni mwake. Sasa Mungu wangu, sasa ni kweli neema ipo, lakini sasa hii gari nitakuta limeshaondoka. Huku ndani na maswali mengi sana. Yaani Roho Mungu amemshikilia pale, amehubiri mpaka na neema ya Bwana imetokea, amemaliza, amesema amina. Sasa anaanza kufikiri, nitaliwahi? Akatembea kuta gari hili limechelewa. Mwambie ndugu yako, wakati mwingine kazi ya malaika ni kukuchelewesha wale wengine ili wewe uweze kufiti. Janielewa wewe. Kuna mahali tulikwenda sisi, tukawa tunatamani tupate basi ya kuja Arusha. Lakini nikamwambia, nikaona Roho Mungu kama amelizuia basi. Yaani sijajua ile basi, nyie mkao unafahamu, kama mko nafahamu ile mabasi yaliyoitwa Buffalo. Wale wa Arusha. Buffalo wale. Nikaona katika ulimwengu wa roho tukiwa huko mlimani, kama vile nilikuwa na shida, na sehemu yenye shida nilioneshwa kwenye engine. Kwa hiyo gari ikawa limesimama, wanarekebisha kwenye engine. Issue ilikuwa sio gari limesimama, ila ilikuwa lazima wapoteze muda kwa ajili yetu.
Bwana Yesu asifiwe. Yes. Sasa najua wengi ungetamani kuona hivyo vitu havitafanyika kama hatuna kibali. Kama jamani, yani kibali ni kitu cha msingi sana. Kama hiyo sheria inafanya kazi duniani ili kukuhalalisha wewe upate haki fulani, katika ulimwengu wa kiroho nayo iko hivyo hivyo. Lazima uone kibali. Kwa yule baba amemaliza kuhubiri Injili, akawa anaharakisha kabisa kwenda kwenye kituo cha lile basi. Amefika akakuta ndio limejaa kabisa, akasema kwa wote atakavyokuwa, lakini wacha niingie tulifike nyumbani. Kwa anaingia pale mlangoni, anaona kuna kijana, anambia baba samani, njoo kaa. Kijana akainuka, kampisha, asante sana kijana, asante sana. Akakaa. Wakati anakaa ameweka vizuri, anageuka kumuona yule mtu, hamuoni mpaka mwisho wa safari ya kumuona. Mwambie ndugu yako alimoia siti. Mwambie alimoia siti. Nilikuwa nasoma habari ya Yesu alipokuwa mlimani. Anasema kule Yohana, na actually Marko ndo ameandika hii habari. Anasema kule mlimani alipokuwepo alikuwa na wanyama mwituni, lakini alikuwa na malaika. Kuna maeneo ambayo kwa mipaka ya kibinadamu asingeweza kucross, lakini malaika walikuwa wanamsaidia kucross. Sasa hizo huduma hizo tutazisikia hivi hivi kwenye Biblia kama sio wanachama. Mwambie ndugu yako uwe mwanachama, uwe mwana ushirika, na damu ya Yesu ndio kibali chetu cha kuingia kwenye ushirika. Sema amina kubwa kwa Bwana. Naomba waandike hivi tena, ili tuingie kwenye ushirika, ili tuingie kwenye ushirika lazima uwe na Roho Mtakatifu ndani yako. Lazima uwe na Roho Mtakatifu ndani yako. Na kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kukusaidia kuibeba hiyo damu kwa ajili yako. Hakuna mtu anaweza kuibeba. Wewe huwezi kuibeba, wala mimi siwezi kuibeba. Anayeweza kubeba hiyo damu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo damu ya Yesu ni kibali, lakini Roho Mtakatifu ndio anayeibeba kwa ajili yako. Na ameweka special kwa ajili yako. Kila mtu. Sasa ukisoma tena kitabu cha Waebrania mlango wa 9, Waebrania 9 kwa haraka kidogo, mstari wa 22. 9:22 kitabu cha Waebrania. Anasema tunaangalia damu. Waebrania 9:22. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwagwa damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo katika Torati vitu vyote vilivyokuwa ndani na vinavyotakiwa viingizwe kwenye ushirika, damu ilihusika. Na kama damu ikumwagwa, maana yake palikuwa hakuna ondoleo. Hakuna ondoleo la dhambi, hakuna ondoleo la makosa, hakuna ondoleo la hatia. Utabaki na hatia, utabaki na dhambi, utabaki na makosa kama hakuna damu. Kwa hiyo damu ilikuwa inatumika kama kibali cha kuhalalisha jambo fulani litendeke. Kwa hiyo damu ya Yesu ndio inayempa Roho Mtakatifu kibali cha kutuondolea dhambi. Damu ya Yesu ndio inayempa Roho Mtakatifu kibali cha kutuondolea dhambi. Yaani unaweza kwa Baba Mungu naomba nisamehe, Baba Mungu nikubali. Sasa mpaka ukubalike, maana yake damu lazima iwe na nguvu kwenye mikono ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hawezi kuhakikisha mtu anamuondolea dhambi bila damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ni kibali ambacho kinatumika kwamba ikishakuwa imeachiliwa kwamba huyu mtu sasa ahudumiwe, Roho Mtakatifu anatoa huduma. Kwa hiyo hakuna damu
hakuna ondoleo. Hakuna damu, hakuna usalama. Kwa sababu damu ni kibali. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 11 hapo juu anasemaje? Mstari wa 11. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Sio ulimwengu huu. Zile damu za wanyama zilikuwa zinahakikisha watu wanakubalika, kwa sababu walikuwa wanaingia kwenye ulimwengu huu. Walikuwa wanatakiwa waingie kwenye hema ambayo iko katika ulimwengu huu. Sisi hatuingii kwenye hema ambayo ipo katika ulimwengu huu. Tunaingia kwenye hema ambayo ipo katika ulimwengu mwingine. Sijasikia amina ya kutosha. Naipenda hii. Mwambie ndugu yako, unaishi duniani lakini hema yako ni ya mbingu. Nafsi, unajua watu wanafikiri tunaingia mbinguni mpaka parapanda itakapolia. No, maana yake alichokuwa nakisema hapa, unakuwa na access ya kupata ushirika. Nafsi yako inaweza kuvisit heaven wakati uko hapa. Na hii si kitu chepesi. Nini kinakuhalalisha? Damu ya Yesu kama kibali. Na ndio maana ukiwa unaomba hapa duniani, kama wewe ni mwana ushirika, ukiwa unaomba hapa duniani ukiinua mikono, maana yake damu hiyo haifanyi kazi kukufungulia tu anga la hapa, maana inapenya mpaka kwenye anga la mbingu, mpaka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema 12, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Sema amina kubwa kubwa. Sasa unajua kinanishangaza sana, Yesu mwenyewe kama mtu, damu yake mwenyewe ndio ilimpa kibali mwenyewe kuingia patakatifu. Kwa nini damu yake mwenyewe? Kwa sababu kinachotoa kibali pale sio jina lako, ni damu. Hujanisikia bado. Kinachohalalisha, kinachokupa uhalali kuingia maskani ya mbingu sio jina, ni damu. Hakuna funguo nyingine inaweza kukubali isipokuwa damu. Kwa sababu hata hawa ili waingie kwenye hema ya kawaida, ili wafanye shughuli ndani ya hema ya kawaida, walitakiwa damu za mbuzi. Sasa anasema yeye aliingia kwa damu yake mwenyewe. Kwa hiyo hata Yesu mwenyewe ili apate kibali mbinguni, ili mlazimu aende kwa damu yake. Damu yake ndio ilimpa kibali yeye. Kwa nini damu? Kwa sababu hakuna funguo nyingine isipokuwa damu. Hakuna means nyingine yoyote inayotumika kwa ajili ya kufungua mbingu, ni damu. Na damu si damu ya kila damu, ni damu ya thamani, damu ya Yesu. Ilimpatia Yesu mwenyewe, ilimpatia nafsi ya Yesu kibali cha kuingia mbinguni. Na hiyo ndio ambayo itatupatia sisi kibali cha kuingia mbinguni. Sema amina kubwa kwa Bwana. Ukisoma mstari wa mlango wa 10 hapo mbele tu, mlango wa 10 mstari wa 19, Waebrania 10:19, anasema hivi: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Tuna ujasiri. Ujasiri hauji kama hauna kibali. Angalia wote ambao wanaishi Tanzania hawana vibali, wana wasiwasi. Hata wewe Mtanzania, ili kuishi Tanzania unahitaji kibali. Kuna mtu hajanielewa? Kibali chako ni nini? Ni Mtanzania.
Nimesema hata wewe Mtanzania, ili kuishi Tanzania unahitaji kibali. Na kibali chako nini? Mtanzania. Ujasiri unakuja kwa sababu na kibali. Mbingu itauliza unafanya nini hapa kama na kibali? Hata malaika watakuhudumia kwa sababu na kibali. Kwa hiyo tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo kwa nini tuna ujasiri? Kwa sababu damu ya Yesu ni kibali chetu. Ni kibali chetu. Mimi nataka nikueleze, ukitaka kuona mambo yako hayasongi, fanya kazi bila kibali tu. Na mimi nakufunulia siri uelewe. Katika ulimwengu wa kiroho, vitu vyote ambavyo unataka kuvifanya lazima uwe na kibali. Na kibali kiwa rasmi. Damu ya Yesu iwe ni kibali chako. Roho Mtakatifu aibebe siku zote unapokwenda mahali. Jamani, wangapi ni madereva hapa? Madereva, naomba nione mikono juu. Madereva wote, madereva wote. Nani wachache? Madereva. Unaendesha gari au pikipiki, vyovyote vile, hauwezi ukaendesha chombo chako bila leseni. Leseni ndio kibali. Wako wanatembea wanaendesha bila hivyo, lakini wanahofu sana, wanafanya kinyume cha sheria. Sasa katika ulimwengu wa kiroho pia lazima uwe na kibali, na kibali lazima uwe nacho masaa yote, ambayo unapotaka huduma yoyote uonyeshe kibali ili uhudumiwe. Mbingu haiwezi kukujua kukuhudumia kama hajaona damu ya Yesu. Haiwezi kukuhudumia. Huwezi kuona muujiza kufanyika wote kama hajaona damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni kibali kinachohalalisha. Kwa sababu leo tunataka tuingie kwenye ushirika, basi ituhalalishe sisi tuingie kwenye ushirika. Inaruhusu jambo lifanyike. Okay, nyie mnakumbuka Mungu alipokuwa anataka kuwatoa wana wa Israeli Misri, Mungu aliamua kuihukumu Misri. Aliipiga hukumu. Kwa kila aliye ndani ya Misri, hiyo hukumu ilimhusu. Lakini Mungu akafanya mlango wa kutokea kwa watu wake. Akafanya mlango wa kutokea kwa watu wake. Na hukumu hii ilikuwa uzaliwa wote wa kwanza wa binadamu na wanyama walipaswa kuuawa, walioko ndani ya nchi ya Misri. Usisahau na Israeli pia walikuwa na uzaliwa wa kwanza, wako kule. Mungu hakupiga wa Misri, alipiga wazaliwa wa kwanza wote walioko Misri. Kwa kama ulikuwa umetembelea Misri nyakati hiyo, hii hukumu ilikuhusu. Mungu akafanya mlango wa kutokea. Akawaambia, chinjeni mwana kondoo na mwana mbuzi. Mtakula nyama yake, lakini hakikisheni mnahifadhi hiyo damu. Na hiyo damu mtahakikisha mnapaka kwenye miimo ya milango. Pakeni kwenye miimo ya milango tu. Paka kwenye milango na miimo, pakeni tu. Kwa hiyo yule malaika wa mauti, the death angel, ambaye alikuwa anahusika kutoa uhai wa watu, Mungu anasema atakapopita na kuiona hiyo damu kwenye miimo yenu, atapasova. Maana yake atapasaka. Kama ulikuwa juu maana atapasaka, maana yake Passover, pita juu, atapasaka. Nini kilichokuwa nafanya malaika wa mauti akiona damu asiingie kwenye nyumba kupiga? Damu ile ilikuwa ni dhaifu sana ya mbuzi. Vipi kama tukiweka damu ya Yesu Kristo yenye nguvu? Nisikilizeni, haishawishi tu,
haishawishi tu kwamba wewe unasikia furaha kuitumia damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndio ina vigezo hivyo kushawishi mbingu. Yaani mbingu ikiona damu ya Yesu mpaka vinyweleo vyao vinasimama kwa sababu ya ubora ulionao. Kwa hiyo kama damu ilitumika kurescue, kuponya baadhi ya uhai wa watu, uwe na uhakika damu ya Yesu leo ina nafasi kubwa sana ya kupatia kibali cha kuingia kwenye ushirika wa Yesu Kristo na Mungu Baba. Haleluya. Sema amina kubwa kwa Bwana. Sema amina kubwa kwa Bwana. Unajua damu ya Yesu ukishakuwa na ushirika, una vitu vitafanyika hata wengine watashangaa. Utashangaa. Wengine watakosa au watapokea kwa sababu ya ushirika. Hebu niwachukue wote sasa hivi, niomba nitazame. Chukue. Nikuingize kwenye chumba cha mtihani. Tukasema huu ni mtihani let's say wa hesabu. Wangapi wanapenda hesabu? Na mkono juu. Wangapi wanapenda hesabu? Wana mahesabu wangapi? Wangapi ambao kwa kweli jamani bila kupepesa macho hesabu hawapendi? Wangapi ambao bila kupepesa macho hawapendi hesabu? Kuna wengine ambao wanapenda alafu pia hawapendi. Huko kwa hapo. Sasa unaingiza kwenye mtihani wa hesabu. Alafu Roho Mtakatifu ndio anakuwa mjibuji wa maswali yako. Sisikia amina ya kutosha. Unajua kwenye mtihani niligundua kitu kingine ni hiki tu. Shida ni kumbukumbu. Sema kumbukumbu. Sema kumbukumbu. Kumbukumbu. Yaani unaweza una watoto wanasemaga mtihani umekuja tofauti, umekuja kivingine. Maana yake aliposoma sipo pale ambapo mtihani ulikuja. Lakini Roho wa Mungu kabla ya kwenda kwenye mtihani anaweza kuambia kasome mahali fulani. Kasome mahali fulani. Na unaingia kusoma hapo na unashaka majibu yote yako pale. Kwa sababu ni uwezo wa kukumbuka tu. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu unapohitaji msaada wa namna ni kuhakikisha kwamba yale ambayo yamekuwa ni magumu kwako basi unapokea msaada kutoka mbinguni. Sema amina kubwa kwa Bwana. Piga kelele amina kubwa kwa Bwana. Kwa hiyo sisi tuna ujasiri wa kuingia kwenye ushirika kwa sababu ya damu ya Yesu. Hakuna damu ya Yesu kama kibali, hatuwezi kuwa na ujasiri wa kuingia kwenye ushirika. Naomba niulize swali hili, wangapi natamani kuingia kwenye ushirika wa Yesu Kristo na Mungu Baba? Tunahitaji kuwa na kibali. Na sasa tunahitaji kuwa na kibali. Na sasa tunahitaji kuwa na kibali. Haleluya. Haleluya. Ukisoma tena Waebrania 1 nikimalizia mstari wa 7. Actually Waefeso 1:7. Waefeso 1:7 anasema, Biblia inasema katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Katika yeye huyo tunao, kwa damu yake tunao ukombozi. Kwa hiyo ukombozi hauwezi kufanyika mpaka kibali kinaitwa damu ya Yesu kije kwako ili upate ukombozi. Jamani, kusema nimeokolewa sio kitu chepesi. Kuna kibali cha mbingu. Unasema hivi watu ambao hawajaokoka wanaishije, yani itakuwa kwaje? Anawashangaa sana. Wewe mpaka umepata hicho kichwa kusema na washangaa, ni kibali kilitoka mbinguni. Mungu akaruhusu damu ya Yesu ikakuhalalisha wewe ukayaona haya mambo ambayo wengine hawayaoni. Kayaona haya mambo ambayo wengine hawayaoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunachotamani leo, nafsi zetu zibandikwe kibali cha damu ya Yesu.
Utakapoingia wasiulize kibali chako. Kuna wakikuona tu wanaona kile kibali cha kuwa wewe ni mwanachama au mwana ushirika wa Yesu Kristo na Mungu. Sema amina kubwa kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Yes, kwa sababu unaelewa si kitu chepesi tu ukafikiri unaingia kwenye ushirika. No, lazima uwe na kibali. Damu ya Yesu ihakikishe inafanyia kibali kwenye nafsi yako. Na kwenye ushirika tunaitisha vitu kwa sababu tuna nguvu ya kuitisha vitu. Yesu alitamani Lazaro afufuke, kama Baba najua unanisikia na utanisikia kwa hili tu, kwa sababu ana nguvu ya kusema, una nguvu ya kutoa hoja. Haleluya. Jamani, kwa mujibu wa sheria tumewapendekeza sisi wabunge watuwakilishe bungeni. Sisi wote ni wabunge, lakini tumewapendekeza watu watuwakilishe. Ngekia nikamwambia wewe ni mbunge, lakini umempeleka mtu wa kuwakilisha. Na huyo mtu anayewakilisha lazima akisha kizi vigezo, kwa anaingia pale. Hata kama wewe ni mbunge lakini una uhalali wa kwenda kusema sasa mimi nataka wewe uambie huyo ambaye umemwakilisha. Sasa kwa sababu wakati mwingine wale ambao tumewatuma wafanye kazi nzuri, sisi tunakuwa wabunge wenyewe kwa damu ya Yesu. Mbinguni tuingie tuweze kutoa hoja za msingi. Naomba usimame kwa miguu yako pale.